Haleluya. Ngoja nikuonyeshe matokeo ya roho ya Sauli kufa kwenye maisha yako, roho ya Sauli kuondoka kwenye maisha yako. Nikuonyeshe faida baada ya roho ya Sauli kutoweka kabisa katika hii dunia unayoishi. Kuna raha kubwa, mtu wa Mungu, iko furaha kubwa utaipata, kuna amani kubwa utaipata. Sauli alikuwa ni mateso kwa watumishi wa Mungu. Hata wakati mwingine baada ya Bwana kumwokoa na kuwa Paulo, bado haikuaminika. Wengine walikuwa wakimwona wanamkimbia. Anapokea mtumishi wa Mungu maelekezo ya kwamba nenda kamfungue macho Sauli ambaye nimemwokoa katika mikono yangu na amekuwa ni Paulo. Anasema hapana, yule ni muuaji, yule ni muuaji. Na kwambia usiache kuomba kufua roho za Sauli juu ya watu wengine. Umeona ni maadui zako, ni mama yako, ni baba yako, ni marafiki zako ambao ulikuwa nao katika maisha ya kwa muda mrefu sana, lakini wamegeuka kuwa ni maadui zako. Hapana, adui amejua ya kwamba yako mafanikio kupitia wao, akaamua kuvisha roho za Sauli ambazo zitakutesa, ambazo zitakusumbua, ambazo zitakunyima raha, ambazo zitakamata maisha yako. Ninakuamuru kila roho ya Sauli, ninaiamuru kila roho ya Sauli asubuhi ya leo iliyekuwa ndani ya watu waliobeba hatima ya maisha yako, hakika tena kwa jina la Yesu Kristo, ile nguvu ya ghafla ikawatokee, ile nguvu ya ghafla ikawatokee na kuangusha chini, wakasimame kwa Paulo, wakasimame kuwa Paulo. Baada ya kuanguka chini kwa Sauli, aliposimama alikuwa ni Paulo, na ndiye akawa ni mtume mkubwa, akawa ni mtume mkubwa. Aliandika vitabu vingi katika Agano Jipya na akamtumikia Mungu kwa uaminifu na kwa weledi. Ndivyo ambavyo baada ya roho ya Sauli kufa, na kuonyesha katika kitabu cha Matendo 9, baada ya roho ya Sauli kufa, kitabu cha Matendo 9 mstari wa 31, neno la Mungu nasema, basi kanisa likapata raha katika Uyahudi wote na Galilaya na Samaria, likajengwa likiendelea na kuongezeka katika kicho cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Basi kanisa likapata raha. Ondoa basi kanisa, hebu sema basi mtumwa wa Yesu akapata raha. Uyahudi wote, sema katika uchumi, katika afya, sema katika ndoa, si ndio? Likajengwa likaendelea na kuongezeka. Sema uchumi ukajengeka, afya ikajengeka, ndoa ikajengeka, maisha yakajengeka, biashara zikajengeka, tukaendelea kuongezeka katika kichwa cha Bwana na faraja ya Roho Mtakatifu. Kumbe roho ya Sauli inapokufa juu ya maisha yako, roho ya Sauli inapotoka juu ya watu ambao wamebeba hatima ya maisha yako, kwanza kuna kuwepo na raha, kwanza kuna kuwepo na ongezeko, kuna kujengeka, kuna kuinuliwa, kuna kufarijiwa, kuna kitu ambacho kinatokea ambacho kilikuwa kimekosekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakutamkia baraka asubuhi ya leo, ninakutamkia faraja asubuhi ya leo, ninakutamkia ushindi asubuhi ya leo, kwa maana kila roho ya Sauli haipo juu ya maisha yako tena. Kila roho iliyobeba sura ya Sauli ya kufuatilia ili kuharibu, kuua, kuvunja, kubomoa, ili kuharibu kile ambacho unakifanya, ili kukiiba kile unachokifanya, kwa kuwa haipo tena. Ninaamini kwa sababu maisha ni imani, na imani ni hakika ya mambo yasiyoonekana, na tunatarajia yakathibitike kwa kuwa yuko Mungu, kwa kuwa yuko Mungu. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo kuongezeka kwenye maisha yako, kukua katika biashara, kwenye chochote unachokifanya. Wewe mpendo unayenisikiliza, wewe mpendo unayeniangalia, wewe mpendo unayenifuatilia kwa njia za mitandao, natamka kuongezeka kwako, natamka kukua kwako, natamka kuongezeka kwako, kupanuka kwako kwenye chochote unachokifanya katika jina la Yesu Kristo. Jumamosi
Jumamosi ya leo, kila mahali ambako utakuwa unaenda, kila mahali ambako utakuwa unaingia, kila mahali ambapo utakuwa unafanya, pengine ni biashara, pengine ni kazi, lazima ukaone utofauti, kwa kuwa roho ya Sauli haiko juu yako tena, kwa kuwa roho ya Sauli haiko juu yako tena. Na wale waliokuwa ukiona maadui zako, Bwana atawafanya kwa marafiki zako, na wataambatana na wewe kukufikisha katika hatima yako. Watakushauri yaliyo sawa sana mapenzi ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Ukaione hiyo raha, ukaione hiyo raha. Kama kanisa liliona raha, kanisa liliona raha, na wewe ukaione hiyo raha. Kama kanisa liliongezeka, kama kanisa lilikuwa, nawe ukaongezeke, nawe ukakue, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya Sauli haipo tena kwenye maisha yako, roho ya Sauli haiko tena kwenye maisha yako. Na waliobeba roho ya Sauli wamefanyika kwa kina Paulo, waliobeba roho ya Sauli wanafanyika kwa kina Paulo. Watakuwa watu sahihi mbele zako, watakuwa watu wa faida mbele zako, katika jina la Yesu Kristo. Utukufu ni kwa Mungu. Bwana, funika tu macho yako nikuombe. Baba yangu, tunakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Tunasema asante kwa ajili ya neema na kibali chako, kwa kuwa wewe Bwana ni mwaminifu. Tazama Baba, kuomba ni kwetu, kutenda ni wewe. Hatuna mashaka na wewe. Tumeinua imani zetu mbele zako, ili wewe Bwana upate kujitukuza, ili wewe Bwana upate kujidhihirisha. Hata mtumishi wako Ibrahimu aliinua imani yake mbele zako Bwana, imani iliyosababisha matokeo ya kupata mtoto katika hali ya uzee. Ni imani yenye kuvuta na kuvionyesha vitu katika ulimwengu wa roho, ya kwamba vinawezekana na imekuwa. Hata mimi Bwana ninaona ya kwamba imekuwa na inawezekana. Mambo haya Baba uyafanye kwa ajili ya utukufu wako. Mambo haya Bwana uyafunue kwa watu wako wote wanaonisikiliza, kwa ajili ya utukufu wako, kwa maana uko wewe tu na ndio kimbilio letu. Watu wako tumechagua kuishi na wewe, watu wako tumechagua kukuangalia wewe, watu wako tumechagua kukutegemea wewe. Hatutaki kutegemea uganga, hatutaki kutegemea uchawi, hatutaki kutegemea watu, hatutaki kutegemea elimu au maarifa tulionayo, kwa maana vyote vinaimarishwa na wewe, kwa maana vyote vinaimarishwa na wewe. Wewe mfalme wa falme, watu wako tunashuka chini, ili Bwana upate kuinuliwa, katika jina la Yesu Kristo tukiomba na kukutukuza Baba mbinguni. Amen.